Tanga, inshallah kote wafikie. Mimi nashukuru, niseme assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah. Hotuba imejitosheleza kabisa. Sasa inatoa nafasi kwa mtu mwenye maoni au ushauri katika haya yaliyozungumzwa hapa. Kama kuna mtu ana maoni au ana ushauri, na nadhani mzee amefafanua vizuri kwamba kilichokuwepo hapa ni kwamba magrupu yetu makubwa ni mawili, Bolini na Mweruguru. Lakini yana shabaha gani haya magrupu? Tumeyatengeneza kwa sababu gani? Tumeyatengeneza kwa sababu yaweze kutukomboa sehemu ambayo tumekwama. Na katika hotuba yake mzee amegusia msikiti ambao uko nyumbani huko, unahitaji ukarabati pamoja na madrasa. Hivi vitu, ukarabati huu unahitaji gharama za fedha. Fedha hii itapatikana wapi kama haijapatikana kwetu? Kwa hiyo sasa lazima tutambue Mweruguru na Mbolini shughuli kazi zao wanafanya pamoja, tofauti na siku za nyuma kama tulivyokuwa tunafahamu. Kwa hiyo sasa hivi tatizo likija, basi tunakujia sisi wote, tunatakiwa wote tupambane, tulisimamie lile tatizo aidha kwa mwenzetu. Kwa hiyo tunatakiwa hii idadi hapa leo tuliokutana ni ya watu 52. Lakini sio idadi ambayo sahihi. Tuko wengi mno na vijana wetu wengine wanajishughulisha, wana kazi, wana nini. Tunatakiwa tuwahusishe kwenye vitu kama hivi. Kwa hiyo inshallah tunakaribisha maoni au ushauri. Suwevira Mweruguru poto na Mweruguru. Naomba jina kwanza. Jina wanakujua wengine hawakujua. Na wanemanya na ninalwagabiri. Inshallah. Suwevira Mweruguru poto na Mweruguru. Sitongera sira kwa chifu. Nikuwe mkutano. Ndio anikhasira. Isireyo nitongere niyo nizire hapa. Haningire mwisi munaniga kuna dino mali. Wenye wagavi suno ulemere mwitango kalemere mbuli. Ili unaita haja nukeve nyingi zikukupendeza wewe, amesikia nukeve nyingi huira zinazo ziazi hiyo wazirekao ziezedu wasola nizo kujenderaji. Lakini ya kwa mazina netangwa Sumani Ebdi Hamadi Mberwa Damani mwenye gono Mweruguru. Makofi kwake. Nikae naye hano ni babu, nikae naye hano ni kaka. Yeye huyo naye ni yakutoka ndugu yangu wa damu ambao jero chibirane, sababu niye wenyewe kugavi damu ni mzito niko mazi au si yuchiretire ni mbali ni saka chose chere kwa sehemu mbalimbali, lakini kitongera mbali chirambwani chirahana nisina nukoko utandire una mikono mingi ni mnazi una nazi ukuzungu usatuzi kwere ni Mzee Abdullahi kumunga nivo ba watongera kumzarao nao ye ni agauka Abdullahi habeteleke namba mali. Lakini kazi hiyo jamani dajera nione ninashukuru zaidi sana na nampongeza zaidi sana. Wengi tu weumo mwijamii kama yeye hapatikani, sababu tuletanya wandugu si rahisi mali. Wenye waga kama ukazenga nyumba nuike tofali miaka 3 weza kuchimba hasi na ongo kongere kusimba hasi madamu akaumwenga, sababu ni bwani ni shilingi ija una male hause kama china bwira na hano soe na chizenge nyumba kwa mwezi 3 tu, ila ni bwani ni mfuko hauna chino ude kujamanya chino wetu kwa kwere dada langu nukaidi kesi na ni 1000 tu ya Tanzania, lakini kakuibishi hause na gambwani ino chifa longile jero soe kama chua chino uguru na wachila wa Mbulini chitongereza na chitogola nongaji kukweni Mbulino chifa longile hano
kwamba chitongerezana chitogola chihamwenga wanzia jerwa chino ugulu na mbulini werekana wa mwenga jambo jona jamanye kwa hamwenga. Nashukuru zaidi sana, asanteni sana kama Mungu mbele. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ndugu zangu, kwanza Kajero, nina furaha kubwa sana. Furaha yangu nyumbani ni hija ambaye Chibirana hano kuna watu na miezi mitatu miezi minne nishana tunakuona nao, lakini kwa mkusanyiko huu ambao chifu chetu achitange hano, kwa kweli maridhiano yano hano ni maridhiano ambayo na aletetija ndani ya familia zetu. Kwanza kaulani ya maridhiano yanaanza mwezi gani? Mwezi wezire igauka ni mwezi wa faraja mpaka yakagaruka vino na anilao yose amareziano yano ni kazi jamani we na wana Moruguru na Mbolini na mashehe wetu kila wakati na wakaembeza dua mareziano ya buke yeye yaho kwa wana ambao walikuwa ndani mwa Mbolini ndani. Chifu pamoja na waprezidenti wetu wa Mbolini na wose ambao washiriki kwa maridhiano yano, ninagamba kwamba nawapongeza yakaidi na suyo wose ambao tuhudhuria kikao chino, nawapongeza kwa kweli. Mjumbe halawe hano halonga mbuli kubirana namna ino sio rahisi iye nawe tanga namna na mboda hakwiza, lakini jero mwimutikira wito wa mzee wetu wa chifu wetu wa mwenyekiti wetu Chibirana hano wandu sulagame kwa wanawabwire hano ni wadodo, wanawabwire hano sio wadodo, ni wengi. Kikao kinabula wandu 40 tayari, kikao chikamilika yoyose nalawe hano na kamgamirie mnyaya ambaye hanajikubula hano. Yoyote ambaye yupo hapa akitoka hapa kwenye kikao hichi aende akamwambie mwenzake ambaye hajafika hapa kwamba kikao kimefanyika, maridhiano yamefanyika, na kila mtu ambaye yule ambaye ana simu kubwa ambaye hajafika hapa ujumbe unamfikia, na wale ambao hawakubahatika na ujumbe utafikia kutokana na sisi ambao tumehudhuria sisi hapa. Na inshallah mimi nawaomba ndugu zanguni tuwe kitu kimoja. Kwanza, jambo la kwanza ni kuheshimiana, mkubwa mheshimu mdogo, mdogo mheshimu mkubwa. Hilo ndio jambo kubwa, ndio silaha kubwa ambayo tutakayotumia sisi. Leo umesikia mwenzako leo amepatwa na msiba umetokea, uwezi kufika kule, una udhuru fulani, lakini ukitumia simu yako hata kama ni ndogo, unaita nini, kiswaswadu, sio kama hiki hapa kiswaswadu, ukitumia ukanipigia ukaniambia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ni sawa umeshiriki kwenye msiba ule. Umesikia kwamba mwenzako ni mgonjwa, fanyeni bidii kuwatembelea wagonjwa. Ndugu huyo kama naugua, mtembelee. Sio ndugu peke yake, hata hospitali ile ukienda ukikuta ndani ya wodi, tembelea wote kuwafariji, unapata fadhila. Nadhani mashehe wanaitamka kila siku hii. Kwa hiyo nawaomba tushirikiane kwa pamoja, tuwe na kitu kimoja. Umesikia jambo ambalo unaliona kwamba mwenzako anafanya kosa, usimlete kwenye family, muingilie kwa pembeni, private tunasema wazungu. Ukishampigia kwenye private ukazungumza naye, yule ataweza kusikia
Mimi nasema kwa jambo moja ambayo alikuwa akiligusia marehemu Mzee Haji Muya. Marehemu Mzee Haji Muya, babu wetu sisi, alikuwa anasema kwamba ukiwa na jirani yako mmepakana, ukimwona ana tatizo la kutupa uchafu au kufanyia mabaya, usijaribu kumrudishia yale mabaya. Chukua fagio, ule uchochoro ufagio wote, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, atarudi kwenye njia na yeye. Lakini ukimwambia huna adabu, uhusiano umeisha. Baada ya hayo, nasema kwamba sisi wote ni kitu kimoja, tutaendelea kuwa pamoja. Tofauti zetu tumezifuta kuanzia hii leo. Kila ambaye anijua kwamba ni mwana Mgolini na Morugulu ni kitu hichi kimoja. Mwenyezi Mungu atubariki. Tamshukuru sana mzazi wetu, tuwashukuru wale wote wamefanya bidii hii ya kuweza kufika hapa. Maandalizi yaliyoandaliwa hapa ni mazuri. Nawashukuru sana viongozi wa maandalizi pamoja na wahudhuriaji waliohudhuria kikao hichi. Kwa kweli mimi binafsi nina furaha kubwa sana. Nawashukuruni sana, asanteni sana. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Karibu Sheikh Yusuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. Kwanza namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala alituwezesha leo tukutane hapa, lakini kabla ya yote, maimamu wa misikiti, walimu wa madrasa, raia wa kawaida, nchi yetu mwaka huu ina uchaguzi. Kwa hiyo kila mmoja amtumize mwenzake kuhusu swala la uchaguzi, kuiombea nchi upite salama, uchaguzi upite salama, tuendelee na amani tuliyokuwa nayo inshallah. Na nukuu hili mzee wetu Mzee Abdullahi au chifu yetu amezungumzia swala hili kuhusu amani, na amani ni kila kitu. Ukishapoteza amani na umepoteza kila kitu. Kwa hiyo maadama kwamba tuko kwenye masuala ya uchaguzi na hapa tumekusanyika, basi kila mmoja anapoondoka hapo basi azidi kuiombea nchi kwanza. La pili, mwili hauendi bila kichwa. Mzee Abdullahi ndiye kichwa cha wana Mbolini wote. Kwa hiyo mzee atakaposimama imara kwa watoto wake, aliyekuwa mzuri, aliyekuwa mbaya, basi tutafaulu na tutaendelea kwamba na kushikamana. Kwa hiyo ninachomshauri mzee, unapotokea tofauti yoyote baina ya familia zake, afanye haraka bidii kuwaita na kuhakikisha lile tatizo limekwisha. Kwa kwanza hilo. La tatu, nashukuru kwa kiongozi Mwalimu Sidi Omari, Allah subhanahu wa ta'ala mjalie kheri. Tukinukuu aya za Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sala la maridhiano kisharia ni ibada kubwa sana na halina malipo yoyote ila ni janna. Kwa hiyo kama ndugu yetu ameliona hili akamtafuta mzazi wake, mzee, mimi nimekosea, utabakia wewe ni mzazi wangu, naomba msamaha na unikusanyie ndugu zangu wote tusameheane. Kwa kweli mzee Mwalimu Sidi amefanya jambo la maana na fikra yake Allah subhanahu wa ta'ala ameiongoza kwa kutuletea jambo kama hili. Kwa hiyo na ndugu yetu hapa amesema kataa utakaoambiwa, lakini usikatae wito, maana itikia wito. Kwa hiyo wote tumeitikia wito huu, tumefika hapa alhamdulillah rabbil alamin. Ametoa udhur na jana tumetoa ushahidi ule na yeye mwenyewe kazungumza. Kwa hiyo ndio maana leo hatukuwa naye hapa, lakini kama mashekhe, Sheikh Omar tunaye, Sheikh Hussein yupo hapo na mimi hapo kama hivyo. Isipokuwa la mwisho, tumemsikia huyu kijana ni kijana wetu. Mimi ni mdogo wangu Omari Musa,
mmemsikiliza Qur'ani yake aliyoisoma. Sisi wote tunasoma Qur'ani, ni walimu wake, tumemzidi elimu, lakini kwa sauti na ile ambayo Mwenyezi Mungu alimpa, Mwenyezi kumjalia, ana sauti mbalimbali. Hasa vijana kama hao wanahitaji kusapotiwa, lakini sisi hatuna leo support na wao chochote, kwamba Omar Musa hatujui mazingira gani, mwishowe kwamba hiki Allah Subhanahu wa Ta'ala alichombebesha nacho kinapotea kwa sababu hapati kwa ndugu zake. Kwa hiyo nami ningeomba Mzee Abdullahi, unao vijana wenye sifa mbalimbali kama ni madereva, wafundi ujenzi, mashehe wenye elimu zao, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo hilo ni fahari kwako, ndio maana maksudi nikasema Sheikh Omari atufungulie ili wote mumsikie. Na ameisoma Qur'ani, kwa wale ambao wanaijua Qur'ani Allah amjalie. Kwa hiyo tuwaombe ndugu zetu wako huko nje, wana watoto wao wanataka kusomewa, wanataka kusomeshewa, basi wampe nafasi kama marehemu Sheikh Hassani. Nimemuunganisha na grupu ya Mwechiwa wakina binti nani, kwamba Mchiwa Ramadhani wakampa watoto wao. Marehemu Sheikh Hassani mpaka amekufa alikuwa anapokea, anapata. Kwa hiyo ni familia nyingine nimemuunganisha mimi na huyu. Tunamwomba kwamba mzee leo basi kijana kama hivi tunaye, hana kazi ya aina yote, ni mwalimu mzuri na anatuheshimu na anaheshimu kwamba mashehe wake na wakubwa zake, basi na yeye vile vile kwa kiwango hichi Mwenyezi Mungu kijalia, hata kama ni kusaidiwa kupata elimu zaidi, basi naye asaidiwe, kwa sababu hii Qur'ani kuihifadhi namna hii ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo ametusomea kwa ufupi, lakini ujumbe huu nao naomba kwa kufanywe kazi ndani ya jamii ya Wanambolini. Basi tuna mashehe kama hao upande wa usomaji wa Qur'ani. Hadha billahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jalalani mtiki wake za kibinadamu tunakaribisha na utoe mawaidha. Mashaallah. Wa alaykum salaam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake na neema zake kutukutanisha hapa, kutukutanisha ndugu wa ukoo mmoja wa Mbolini na ndugu wetu kwa pamoja, na tunamshukuru mzee wetu mzee Chifu ambaye ni baba yetu kwa juhudi zake alizozifanya mpaka kufikia leo kukutana pamoja na kufikia mwafaka. Na nawashukuru pia ndugu zangu wote walioitika mwito kuja hapa kuja kuhudhuria kikao hicho. Kwa kweli nashukuru sana. Mimi cha kusema zaidi nadhani sana yaliyosemwa yote ni yale ambayo na mimi niliyazungumza. Sasa cha zaidi sana ni kushukuru na kumshukuru baba yetu kwa uwezo aliotumia wa kuweza kukaa na kutafakari na kuona familia yangu inapotea nirudishe kwenye njia, na amefanikiwa kwa ujumla. Leo watoto wa Mbolini na Morogoro tofauti zao wameziondoa, kwamba tuko pamoja. Kwa hiyo ni kitu cha kushukuru, na waomba ndugu zangu kwa ujumla, tunapokuwa na matatizo tusijaribu kuyaeneza. Wazazi tunao, ni kuwakimbilia wazazi wetu na kuja kuwaeleza na kuweza kusuluhishwa. Kwa hiyo hicho ndio ninachoomba. Sisi tuna wazazi, lolote linalotokea tuwakimbilie wazazi wetu, na ndio watakoweza kutusaidia na kutuweka sawa. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kuzungumza, na washukuru ndugu zangu wote, na nawaombea tukitoka hapa turudi majumbani kwetu kwa usalama, na tuzidi kusalimiana kwenye media zetu. Media ni kitu kimeletwa kinatusaidia sana. Tunapokuwa na matatizo, tunapokuwa na shida, tunapokuwa na furaha, ni rahisi kufikiana kuliko njia yoyote. Kwa hiyo tujaribu kuzitumia media hizi kwa wema, zisiwe sehemu ya kuleta maugomvi, iwe ni sehemu ya kufarijiana ndugu. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kuzungumza, na washukuru ndugu zangu. Hada, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Karibu Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Morogoro Network.
Assalamu alaykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Awali ya yote ni shukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo kwa kuweza kutukutanisha hapa na kuweza kujadili masuala ya umoja wetu na kujua mustakabali wake. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, mtu wa pili wa kumshukuru ni Mheshimiwa Mzee Abdullahi Haji, chifu wetu, chifu wa Wazigua Tanzania nzima. Mimi nasema amefanya kazi kubwa sana mpaka kufikia hii leo kuweza kuwakutanisha wanamborini na wanamwekuru wote pamoja hapa kwa ajili ya suluhu, kutokana na jinsi ambavyo huyu mzee tumemkosea. Ni mtu ambaye alikuwa na kinyongo cha hatari kiasi ambacho kwa mtu mwingine ambaye angekuwa na moyo tu wa legelege, sio mtu wa kuweza kukubaliana na hili. Mimi namsifu kwa moyo wake na nasema kwamba na imani hii nadhani amejazwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu nasema tumemkosea kwa sababu katika ukoo mtoto mmoja akikosa, ujue watoto wote mmekosa kwa mzazi. Kwa hiyo mtu wa pili ambaye naweza kumshukuru ni Mheshimiwa Mwalimu Sidi. Baada ya kulifikiria hilo, kuona kwamba tumemkosea mzee wetu, kuna haja ya kumuomba radhi, mimi nasema kwamba kwa niaba ya Mwalimu Sidi tunaendelea kumuomba radhi mzee wetu kwa yale yote tuliyomkosea. Tunamuomba atusamehe na Mwenyezi Mungu amjaze subira mzee Abdullahi, aendelee kuwepo na watoto wake na asiwatupe pale wale wengine ambao wanaomkosea, kwa sababu akili za watoto zote hazifanani. Mimi nasema kwamba kwa kukutana kwetu kwa siku kama ya leo, tunatakiwa kama mzee wetu huyo ameondoa kinyongo ndani ya moyo wake, basi na sisi watoto wake tusiwe na vinyongo kwa yale ambayo tumetendeana sisi kwa sisi. Tunatakiwa tuondoe vinyongo, tuungane naye kujenga umoja wetu wa wanamborini, tuendeleze, kwa sababu kama mlivyosikia kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Kwa hiyo tunaombwa wanamborini popote pale mlipo, wanamwiruguru popote pale mlipo, kila mwenye kinyongo ambaye ametendewa na mwenzie kupitia hadhara hii ya leo, basi tusameheane, tuianze umoja wetu upya ili uwe na nguvu zaidi kuliko huko nyuma tulipotokea, kupitia mwafaka huu unaotokea leo, suluhisho hili linalotokea leo. Kwa hiyo mimi sina mengi sana, ni kuwashukuru tu viongozi wote waliofanikisha shughuli hii, hafla hii kufana namna hii, na nimuombe Mwenyezi Mungu amjaze subira mzee wetu mzee Abdullahi, aweze kutuvumilia sisi watoto wake kwa yale ambayo tutakayomkosea, asishindwe kutueleza na kutuambia ule ukweli ambayo tumeyafanya makosa kwake. Kwa hiyo mimi niishie hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala. Ameshaongea tayari, anasema yeye kafurahi sana. Sasa baada ya hayo yote, Mheshimiwa mwenyekiti, wenye viti wote wawili, Mburuguru Network na Mborini Family, sambamba na chifu wetu Abdullahi, kwa ridhaa yenu tunaomba kikao tukifunge kwa dua. Mawazo na ambaye ni mwenyekiti, chifu na mwenyekiti Ankatogola vino mwenyekiti Omuruguru na mwenyekiti wa Mborini na chifu tozane mikono chamini wose chose tozana mbani chiwa mwenga kwa tatua hakika sona tujirekeze mikono niva kwa tufungira makofi.
msogeleana Chivana wanziaje Rochivana wanziaje Rochivana wa Mwenga Kiradi Mwenga Jenderadi Mwenga hakuna kama suwe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nitashukuru sana na kufurahi sana kwa muda wa sasa hivi ni kwamba kikao kifungwa. Shama, tafadhali tunaomba Amin. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في قلبنا نورا، في لساننا نورا، في سمعنا نورا، في بصرنا نورا، في قبرنا نورا، في قبرنا نورا، في صدورنا نورا، في بطننا نورا، في دامنا نورا، وزدنا نورا، زدنا نورا، زدنا نورا على نورا ونورا. اللهم اجعلنا بحسن الخاتم، اللهم اجعلنا بحسن الخاتم، يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتم. اللهم ربنا تقبل دعاءنا وتقبل حاجاتنا. اللهم اجعلنا جنة الفردوس بعد الموت، اجعلنا جنة الفردوس بعد الموت. اللهم اجعلنا شهادة لا اله الا الله محمد رسول الله قبل الموت. اللهم ستر العيب في الدنيا والآخرة. اللهم والمن ولاها وعاد من عاداها بلغها من الفتح المبين والنصر العزيز في كل زمان وكان الغايات منها. اللهم أيد بها شرعك القويم ودينك المبين وأدم عزها مجداها إلى يوم الدين. اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدينا والمشايخ بالنبيين والشهداء والصالحين. رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك عدو الجن والإنس الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك فتنة الجن والإنس الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك سحر الجن والإنس الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك شر الجن والإنس الليل والنهار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلنا من التوابين، اجعلنا من المتطهرين، اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. 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 اللهم صل Sogeni, sogeni kwa kina mama, sogeni. Utanihohose aja na msinoge hivyo, utanihohose. Wewe kila siku ndio ukaja kitu ungajiunga wewe aje ndezi wewe so unaweza mtoe picha mama.